Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Mwinjilisti Felix Anderson Muro. Leo tutaenda kusoma neno la Bwana, lakini lipate kuponya, lakini pia lipate kusaidia katika maisha yako. Neno la leo ni nguvu ya neno. Nguvu ya neno katika maisha yetu. Lazima utambue kwamba neno lina nguvu gani katika maisha yetu. Na unapozungumzia neno, maana yake unahusisha ulimi wako, yani matamshi yako. Kwa hiyo ni lazima utambue nguvu ya neno katika maisha yako na namna ambavyo unaweza ukatumia maneno kwa ajili ya kujenga jamii. Bwana Yesu asifiwe. Kama nilivyosema, naitwa Mwinjilisti Felix Anderson Muro, na leo tuhubiriana maneno ya Mungu kupitia kichwa cha somo kinachoitwa nguvu ya neno. Nataka nikupitishe kusoma Mwanzo 1 mstari kuanzia mstari wa 3 kuendelea. Tutaanza kusoma kidogo kwa baadhi ya mstari. Kwa mfano, mstari wa 3 nasema, Mungu akasema na iwe nuru, na ikawa nuru. Mungu akaiona nuru ya kuwa ni njema. Mungu akatenga nuru na giza. Unaona namna ambavyo Mungu alikuwa anasema, anatumia neno. Mungu akasema ni neno. Hapo alikuwa hatumii mikono, ila alisema neno. Na neno alivyokuwa analitamka Mungu lilikuwa linaonyesha nguvu kabisa ya utendaji. Mungu akaiona nuru na ya kuwa ni njema. Kwa hiyo baada ya kuwa ameona kwamba amesema iwe nuru na nuru ikawepo, Mungu akaona nuru ni njema baada ya kuona namna ambavyo inaangazia maisha yetu. Kwa hiyo nguvu ya neno. Ukiendelea hapo mwanzo na kuendelea huko chini kabisa, utaona namna ambavyo Mungu aliendelea kuumba ulimwengu, vitu vyote vilivyomo kwa kutumia neno. Kwa hiyo neno lina nguvu sana. Neno unaweza kutumia kutamka baraka, neno unaweza kutumia kutamka laana. Lakini vile vile soma Mwanzo 3 mstari wa 14, utapata maneno ya Bwana. Mwanzo 3 mstari wa 14, 3 mstari wa 14 inasemaje? Bwana Mungu Bwana Mungu akamwambia nyoka, kwa sababu umefanya hayo, umelaaniwa wewe kuliko wanyama wote na kuliko hayawani wote walioko mwituni. Kwa tumbo utakwenda na kwa mavumbi utakula siku zote za maisha yako. Angalia neno la Mungu ambavyo limlaani nyoka, ambapo leo tunamuona nyoka ambavyo anatembea kwa kutumia tumbo. Maana yake ni laana kutoka kwa Bwana. Mambo yote ambayo yamelaaniwa na Mungu, mambo mengi ambayo yamelaaniwa na Mungu yamekuwa hayana maana kwa binadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaona nguvu ya neno kupitia kinywa cha Mungu, namna ambavyo yamekuwa na nguvu zaidi katika maisha ya viumbe hai na visivyo hai. Kwa hiyo unapotamka neno, ni lazima utafakari ni namna gani ambavyo litaenda kuleta madhara katika jamii. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia kwa mwanamke, Mwanzo 3 mstari wa 10 sura ya 3 mstari wa 16, akasema, akamwambia mwanamke, hakika nitakuzidishia uchungu wako na kuzaa kwako, kwa utungu utazaa watoto, na tamaa yako itakuwa kwa mmeo, naye atakutawala. Umeona laana ya kupitia neno. Hii ni neno ambalo Mungu alitoa neno hili akimwambia mwanamke baada ya kuwa amekula tunda lile ambalo alielekezwa na nyoka, lile ambalo Mungu alimkataza Adam kulila. Lakini akawa amekula yule mwanamke, na baadaye akampelekea Adam baada ya kuwa amedanganywa na yule nyoka. Kwa hiyo Mungu akamlaani nyoka kupitia neno, lakini vile vile akamlaani mwanamke kupitia neno. Akamwambia atazaa kwa uchungu, lakini vile vile ni lazima atazaa watoto, lakini kwa kutunga. Lakini vile vile atakuwa na tamaa kwa mmeo. Kwa hiyo Mungu anamlaani mwanadamu kupitia mwanamke, hasa kwa jamii, kwa wanawake anamlaani mwanamke kwa sababu
ya kusikiliza shetani ambaye alipitia nyoka akamdanganya kutenda dhambi ya kula tunda ambalo Mungu alishakataza. Hapa kuna ukaidi ambao mwanamke aliutenda. Mungu amekataza lakini yeye akafanya. Lakini Mungu akalaani kwa kupitia neno. Kwa hiyo neno lina nguvu sana kuliko mtu anavyofikiria. Kwa hiyo ni vyema katika matamshi yetu ya maneno, katika kutamkia watu maneno, tuwe makini sana. Lakini vile vile tusome Mwanzo 31, sura 31 mstari wa 23. Mwanzo 31 mstari wa 29. Mwanzo 31 mstari wa 29. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia tuzungumzie pia sura ya 31 mstari wa 29. Mwanzo hiyo inasema, ninao uwezo mkononi mwangu wa kukufanyia madhara, lakini Mungu wa baba yako usiku huu ameniambia akisema, ujihadhari usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Nani huyu alikuwa akizungumza haya? Alikuwa ndugu yake na Yakobo, ambapo Mungu alimuonya asije akamtamkia maneno mabaya au mazuri, ambayo Mungu aliamini kwamba kama atayatamka pamoja kwamba ni mazuri, lakini yangemletea madhara ndugu yake. Kwa hiyo anasema, ninao uwezo mkononi mwangu wa kukufanyia madhara, lakini Mungu wa baba yako usiku huu ameniambia akisema, ujihadhari usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Hapo ni tahadhari ambayo Mungu alitoa akimwambia ndugu yake Yakobo kwamba asije akamwambia neno lote la shari au la heri, kwa sababu aliamini maneno yana nguvu zaidi juu ya mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Katika haya maneno mimi nitaka nikuoneshe namna ambavyo nguvu ya neno ilivyo duniani kote tulivyo. Nguvu ya maneno, nguvu ya neno ni kubwa sana. Naomba nizungumze na wazazi ambao mna watoto, wale ambao mna ndugu. Amini nikwambieni, kama Biblia inavyosema kwamba Mungu ndiye mwenye nguvu kuliko viumbe vyote duniani, lakini pia wazazi wanaheshimika na wanachukuliwa kama ndo Mungu wa pili kwetu sisi wanadamu. Kwa hiyo wazazi watakiwa jihadhari sana pale wanapotoa maneno juu ya wanao, juu ya watoto wao. Wanapotoa maneno yawe mazuri au mabaya, ni lazima wachukue tahadhari wazazi. Kwa mfano, unakuta mzazi anamwambia mtoto, wewe lijinga. Wewe lijinga, huna akili. Pumbavu. Mtoto mpaka anapumbazika mpaka atakapokuwa shuleni anashindwa kusoma na kuelewa. Lakini vile vile unapomwambia mtoto mjinga, manake unamlaani, unamnenea mabaya. Kumbuka neno lina nguvu sana. Jitahidini wazazi, ndugu, walezi, kuwanenea mazuri watoto. Kumbuka Mwanzo 31 mstari wa 29 anasema, ninao uwezo mkononi mwangu wa kukufanyia madhara, lakini Mungu wa baba yako siku huu ameniambia akisema, ujihadhari usimwambie Yakobo neno la heri wala la shari. Lakini vile vile ukisoma Mwanzo 1 kuanzia mstari wa 3, ukiangalia Mungu namna ambavyo aliumba dunia, aliumba ulimwengu kwa kutumia neno. Manake neno lina nguvu sana. Jihadharini kuwanenea mabaya watoto wenu, kuwalaani pasipo kujua. Waneneeni mazuri watoto wenu, waambieni mtakuwa vichwa popote mtakapokwenda. Muaminishe mtoto kwamba yeye ni kila kitu. Mnenee mazuri, atafika pale ambapo unahitaji kufika. Lakini unapomnenea mabaya mtoto, basi ile laana, hiyo ni laana, itamshika itamshika popote atakapokwenda, itamuathiri na kiasi kwamba ataona maisha yake hayaendi
mpaka atahisi kwamba kuna watu wanamchezea, kuna watu wanamloga. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongea na wazazi, naongea na ndugu, jihadharini sana, hata walimu mashuleni. Jihadharini sana kutukana watoto, kutukana watu, kuwanenea mabaya, kwa sababu angalia nafasi yako uliyopo. Wewe ni kiongozi, wewe ni mlezi, wewe ni mzazi. Umesimama kama mzazi, umesimama kama mlezi. Wewe una nguvu, neno lako lina nguvu zaidi. Jihadharini kuwanenea mabaya, hasa watoto ambao bado wanahitaji kwenda kujifunza mashuleni, bado wanahitaji elimu. Kwa hiyo ni vizuri tukawanenea mazuri, ili laana isije kawashika kiasi kwamba wakashindwa kusoma. Watoto wengi wananenewa mabaya, wanatukanwa matusi ya nguoni. Unapomtukana mtoto matusi ya nguoni, maana yake unamfananisha mtoto na ile sehemu. Kwa hiyo unamlaani matendo yake yafanane na ile sehemu uliyomtukania. Bwana Yesu asifiwe sana. Naongea na wazazi, jihadharini sana kuwanenea mabaya watoto. Jihadharini sana watoto kuwalaani. Jihadharini sana watoto kuwapumbaza akili zao. Bwana atawaonekania watoto hawa katika maisha yao. Lakini wazazi, walezi, viongozi ambao mko kwenye nafasi zenu, epukeni kuwanenea wenzenu mabaya, au epukeni kuwalaani wenzenu. Waneneeni mazuri, waneneeni mazuri, ili wao waendelee kufanikiwa, waendelee kufanya mambo mazuri, waendelee kufanikiwa nao katika maisha yao. Hata kama ni kiongozi uko kwenye kampuni, Bwana Yesu asifiwe sana, jitahidi uwazungumzie wafanyakazi wako vizuri. Amekosea, mzungumzie vizuri. Amepatia, mzungumzie vizuri. Mwambie utapatia kesho. Kama leo umeshindwa, kesho utapatia, kesho utafanikiwa, kesho utafanya vizuri. Lakini epukeni kuwatukana watoto matusi ya nguoni. Unamtukana mtoto sehemu ya haja kubwa kweli? Manake mtoto akili yake unamlaani afanane na ile sehemu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi naamini somo la leo mmejifunza. Mungu awabariki sana. Naitwa Mwinjilisti Felix Anderson. Amina. Tuombe. Mwenyezi Mungu wabariki wote waliosikiliza neno hili, walioendelea kutusikiliza. Wabariki sana Mungu. Simama nao, wape namna nzuri ya kuweza kuzungumza na watoto wao. Waongoze Bwana namna ambavyo wanaweza wakatoa maneno ya baraka kwa watoto wao, kuwanenea mazuri watoto wao, ndugu zao, wafanyakazi wenzao, wale wanaowaongoza Bwana, ili wanapowanenea mazuri nao wale wanaonenewa wafanye vizuri na wafanikiwe. Baba, tusaidie katika hili, kwa sababu ni janga la kitaifa, ni janga la dunia nzima ambalo limekuwa likiendelea katika maisha yetu ya kila siku. Matokeo yake watoto mashuleni hawaelewi, ukijiuliza tatizo ni nini, lakini kumbe ni laana ambazo zimetoka ndani ya maneno ya wazazi wao. Bwana, tunaomba jambo hili liende kukoma katika ulimwengu huu. Naomba walinde, uwaongoze wazazi wetu kwa busara, hekima, lakini waweze kuwaongoza watoto wao, ndugu zao kwa upendo, kwa amani na furaha. Nakushukuru Mungu katika yote, katika jina lako Yesu. Amen.